144 mdauso wa kuwa muoga. Tangoli bwana amesababisha matatizo katika familia yako. Yeye na babake ndio sababu mama yako ametutelekeza sisi. Na sio kwa asingekuwa ile shetani, kaka yako pengine David angekuwa ni mzima mpaka sasa. Kwa hiyo kama una mawazo mengine ukumbuke machafuko na matatizo aliyosababisha yule shetani katika maisha yetu, katika familia yako pia. Sasa fikiria hilo. Mtoto akajazwa sumu, ambia Tangoli hajali juu yako. Mshenzi kabisa, alikutelekeza wewe. Alimtelekeza lini? Baba anaongeza chuki tu. Asingekuwa yeye Santino, Elika pengine angekuwa mzima sasa hivi huyu. Mtoto wako ungekuwa yuko tumboni anakuwa. Dogo akajazwa sumu na yeye akipiga mapicha picha yale. Ogopa sana maneno. Maneno ni mabaya. Maneno ni kitu kibaya mno. Yanampampu mtu na mtu anajaa sumu babake. Hii ni hatari, asikwambie mtu. Tangoli baba ni shetani yule, ni shetani mtupu kabisa, puzi kabisa. Kijana amedata kweli kweli na mambo ni mazito kinoma noma. Amekuwa anadanganya watu, anatengeneza picha yake tu ule mshenzi. Lakini inatosha sasa. Tangoli tunaenda kummaliza. Ndio maana lazima tuhakikishe kwamba analipa maisha yake kwa kila kitu aliyofanya kwetu. Mtoto kajazwa utumbo kichwani. Lakini kumbuka, maamuzi ya hasira huwa ni mabaya sana. Huwa mtu anakuja kujutia baadaye, au anaweza akaambulia kuingia kwenye mateso makali ambayo ataishia pabaya. Pengine Mwenyezi Mungu anaomba angalau ndugu yake waende wakazungumze, wamalize matatizo. Lakini kumbe ni mpango wa maaskari. Santino kamuuza Tangoli, na leo Tangoli lazima anaswe kwa gharama yote ile. Tangoli lazima aripe. Santino maskini wa Mungu kajipanga. Mwenyezi Mungu asaidie uhusiano wao wa ndugu uweze kukaa sawa. Mungu anasikiliza kila ombi la mja wake, ila majibu anayatoa anavyotaka yeye. Kwa hiyo unaweza ukasema Mungu saidia watu waelewane, wakaelewana, lakini mmoja akaondoka. Au wanaweza kama walivyokuwa Davidi pamoja na Tangoli, walikuwa maadui wakubwa, mahasimu wakubwa, lakini walielewana nyakati za mwisho na wakaombana msamaha, lakini Mungu akamchukua David. Na bado fumbo likabaki kuwa liko pale pale mpaka leo. Wanasema Megerito ndo amemuua, wengine wanasema Tangoli amehusika kumuua. Ila Tangoli anajua ukweli, aliyemuua ni nani? Megerito, na hata Megerito mwenyewe anafahamu. Alafu wewe Megerito ndo anayemcontrol mzee ambaye alishamulia mtoto wake. Bana, hii ni hatari sana, asikwambie mtu. Mambo ni mazito kinoma noma. Haya, kila mmoja akae katika position yake. Mzee kachafuka leo, hataki masiana na mtu. Santino, ili jambo tunaliweza eti. Kwa hiyo maaskari wakajificha ile eneo. Unajua nini cha kufanya? Basi hakuna shida. Kwa hiyo baba anamwaminia mtoto wake, anamtoa chambo kwamba huyu ndio amkamatishe Tangoli. Yaani baba anafurahia kuwagombanisha ndugu wa damu, mama mmoja baba tofauti. Kweli Tangoli akafika ile eneo ambayo ilikuwa ni kama kituo cha treni cha zamani ambacho hakifanyi kazi kwa sasa. Sehemu hii ni kama fichoni ambako tunajua mara nyingi vituo vya treni huwa vinakuwa nje ya mji. Kwa hiyo kikiacha kufanya kazi lazima nyasi ziote, mazingira yanakuwa hivyo. Kwa hiyo sasa hapa ndio walipanga kukutana ndugu. Lakini kumbukeni kwamba tunaweza tukazungukwa hapa. Tangoli, natumaini kwamba mambo yatakaa sawa. Natumaini atakusikiliza. Ndugu yako anajua kiasi gani unampenda. Na umueleze. Lakini Tangoli, kwa sababu toka alikuwa mdogo ulikuwa ukimlinda, akiingia kwenye matatizo ulikuwa uko tayari kutoa maisha yako kwa sababu yake. Now what? Yeye anaamini kwamba umeua familia yake kwa sasa. Udogo sio anazinguaje. Ni kwamba ndio hivyo. Santino ni mtoto, lakini babake yule shetani ndio anaendelea kumjaza chuki. Mimi najua anampenda sana Tangoli, lakini sema ndio hivyo. Naomba msikilize kila anachotaka kusema. Lakini Santino mueleze ukweli. Kwa sasa kama Ligoli atamweka sumu katika akili yake, na imani kama atakuwa hajawekewa hizo sumu basi atakuamini. Lakini kama akiwekewa sumu, anasema vyovyote itakavyokuwa sitagombana na mdogo wangu wala sitolusha ngumi kumpiga. Nampenda ndugu yangu mno, siwezi nikasukuma ngumi yangu nzito kumpiga yule dogo. Maana
ni mdogo wangu kipenzi, tena anayempenda mno. Kweli wakakutana bwana Santino eneo la tukio. Shughuli nzito hii babake. Austume mtoto, na hii ni hatari kinoma noma. Hili ni balaa, tena balaa haswa. Ukisikia balaa ni balaa haswa. Moja kwa moja mwamba anakwenda kusonga mbele kama hivi, mdogo mdogo, taratibu namna hii. Barani zito hili, tena balaa haswa. Mambo ni mazito kweli kweli, maskini wa Mungu. Santino yuko hapa. Ni hatari hii. Asikumbi mtu. Balaa zito. Ukisikia balaa zito ni balaa zito haswa hili. Jamaa alipomuona tu akamuita Santino, mdogo wangu. Teng. Mnaombeni mumsachi kwanza udogo. Nilizani kwamba tunaweza kuzungumza. Santino, lete balaa hapa. We mshenzi kabisa we. Santino, tuamini sisi. Samani Santino, ni kwamba tunatakiwa tuweke usalama tu, kwa sababu ulijaribu kutaka kumuua Tangoli mara kibao. Santino, hatuwezi kwenda kukuumiza wewe, kwa sababu tunachotaka tu usalama uwepo ili muongee vizuri kwa amani. Kwa hiyo tafadhali Santino, tunakuomba tukague tu. Santino akaanza kuleta balaa. Walimkuta akiwa na bastola, ana bunduki ujamaa. Umeona? Wakamnyang'anya ile bastola, akamwambia sikiliza. Anasema naitumia kwa ajili ya ulinzi wangu. Santino alimwambia Santino, hatuwezi kukuumiza sisi. Tunajaribu kutaka kuzungumza. Kuzungumza? Tayari umeshanikosea wewe mpuzi. Nyinyi wote mmechukua bunduki yangu tayari. Wakakaa wakafikiria. Wakaangalia. Akaambia baba Tangoli, wacha nizungumze na ndugu yangu mimi mwenyewe. Naomba mtuache sisi hapa kwa muda huu. Basi mkimaliza tu kuongea mambo yake sawa. Haya. Basi waskaji wakaendelea wakaamua kuwapisha kidogo. Baba kakaa juu kwenye targeti, in case jambo lote likitokea tu hapo wanawasha moto. Lakini jamaa akawaambia wasifanye maamuzi yote mpaka awapatie signal. Kwa mazungumzo hapa ni ya brothers leo. Ndugu. Mtasikia mazungumzo. Jamaa kakamata chuma ile. Mzee, tayari mambo yako sawa Mambo ni moto kweli kweli. Serikali. Ebana wahuni wako hapa, masnepa wako tayari. Ebana wanasubiria amri kutoka kwa boss. Kitu ya maana sana hii hapa. Yajayo ndio haya hapa. Sasa wakati ule mazungumzo yanaandaliwa, huyu jamaa anaanza kuongea kwamba yule ni wagaidi tu na anatafuta Tangoli akiwa mzima au amekufa. Wakati huo ugomvi unaendelea sasa. Anambia siwezi kukuumiza kwa gharama yoyote. Piga ngumi sasa. Santino asila zote za maka mpiga ndugu yake kiasi kwamba ana hali mbaya. Anaambia ndugu yangu jaribu kuwa na huruma. Mimi sijamuua mtoto wako kwa sababu nakupenda mno mdogo wangu. Tangoli tafadhali. Anasema ndio hivyo. Hebu tuone sasa Tangoli. Kimbia, hii ni setup. Kimbia. Jamaa akaona bora amwambie kaka yake asepe. Pale Santino akaanza kuwapiga maskali. Askari na nyoa kumlembea, wakamkunguta shaba. Chini ya operation ya babake, vijana wa babake ambao anawaongoza wamemkunguta mtoto wake. Santino, amka. Alimwambia bro bwana, samani kwa heli. Ndio hivyo, nafasi yangu imeisha hivyo. FPJ's Batanki hapo. Santino anakula chuma katika yajayo. Baki na DJ Junior ili uendelee kuenjoy.
Katika episode inayokwenda fuata kwa mengi mazuri yajayo. Sina la ziada zaidi ya kukuambia baki na mimi katika episode inayokwenda fuata nikiwa na mkali wangu muite Mr. Santana Movie Point. Anaendelea kukupa habari njema kabisa. Movie zote kali ambazo unazihitaji utazipata kwake. Movie zilizotafsiriwa na madiji wakali utazipata kwake, na mambo yanaendelea kuwa ni mazuri sana zikiwa katika mfumo wa HD. Hii ni idara ya Flavor himself. Maendelezo ya kila wiki inapatikana Kihindi, Kituruki, Nigeria, Filipino na picha za Kijapani zote za madiji wakali kutoka Tanzania. Anaitwa Santana Movie Point. Anauza flash memory card katika ukubwa tofauti, charger za simu, external case, vifaa vyote vya simu utavipata pale. Zingatia tu kwamba huyu mwamba anatoa huduma za kifedha, M-Pesa, Mix by Yasi, Airtel Money, Halo Pesa, huduma zote za kifedha pale, mambo yanakuwa yako bomba kinoma noma. Zingatia location ni Mwanza, Nyegezi stendi ya zamani ya mabasi, pia ametizamana na msikiti wa Nyegezi. Hii ni idara ya Flavor himself. Baki na DJ Junior ili uendelee kuenjoy. Tuone hatima ya Santino pamoja na ndugu yake. Unaweza kumcheck kupitia nambari hizo, mkali Santana Movie Point kwa ajili ya burudani zaidi ukiwa mkazi wa Nyegezi na vitongoji vyake.